Miliki bunifu hii ni mali kama zilivyo mali zingine ambazo unauza, unauziwa, unakodisha, unahuisha, yani kurenew. Watu wengi wana mawazo, lakini namna ya kuhamisha mawazo yao kuweka kibiashara ndipo ambapo kidogo huwa kunakuwa na changamoto, na ni moja ya sababu ya kwa nini wakala ameona umuhimu wa kuiweka elimu hii na kuweka huduma hii. Kwa mfano, zipo changamoto nyingi sana kwenye jamii, nyingi mno, ambazo nyingine bado hazijapata suluhisho. Sasa inapotokea mtu amefikiri, ametumia muda, ametumia kichwa chake kufikiri na akaja na majibu ya changamoto zile, alafu akibaki tu na majibu yake, maana yake hiyo changamoto haijapata suluhisho kwenye jamii. Kwa hiyo inapaswa kutazama katika nyanja mbili. Ya kwanza, hii suluhisho lake ameweza kulieleza na likanufaisha jamii, lakini wakati linanufaisha jamii, yeye mwenyewe sasa ambaye amekuja na hilo suluhisho amenufaikaje? Hapa ndio dhana ya IP ama intellectual property inapoingia. Ukibuni ama ukija na suluhisho la tatizo, utakuja kwetu BRELA. Sisi tutakusikiliza. Baada ya kujiridhisha kwamba ni kweli alichokuja nacho kinatatua changamoto kwenye jamii, maana yake anapata sifa ya kusajili. Akisajili atatumia hicho alichokibuni kibiashara. Wakati anakitumia kibiashara, maana yake uchumi wake utabadilika, tunaamini hivyo. Wakati huo huo jamii inakuwa imepata suluhisho la tatizo ambalo lilikuwa likitokea katika jamii hiyo, jamii inayomzunguka. Kwa hiyo hii aspect ya miliki bunifu imekuwa ikizunguka katika nyanja hizo, na ndio maana kati ya maeneo ambayo kwetu tumekuwa tukiatilia mkazo ni haya mawili, sehemu ya hataza ama uvumbuzi na hii sehemu ya trade and service mark.